Bwana Yesu, tunakushukuru, tunakurudishia sifa na utukufu kwa sababu Bwana ya kuwa pamoja nasi siku ya leo na wakati na wasaa huu. Mungu wa rehema, leo ni siku nyingine, ibada yetu ya lunch hour ya siku ya leo. Bwana Yesu, tunakuamini, tunakushukuru. Tunasema ni asante kwa kuwa wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mtoshelevu. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, zote ni zako. Tunasema hakuna mwingine aliye kama wewe. Haufananishwi na chochote, haulinganishwi na chochote. Wewe ni zaidi ya kila kitu. Wewe ni zaidi ya fedha, wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi ya chochote kile ambacho Bwana watu wako wao wanakiona. Wewe ni zaidi Bwana, wewe ni zaidi, mfalme wa amani. Tunakurudishia sifa wakati na wasaa huu tunapotaka kuanza ibada yetu ya siku ya leo. Baba, tunakuamini kwa upana, tunakuamini kwa ukuu, tunakuamini kwa uweza. Neema yako ipate kuonekana, neema yako ipate kujidhihirisha. Bwana Yesu, ukapate kujitukuza, ukatende kwa nguvu zako, ukatende kwa neema yako, ukatende kwa kibali chako. Tunakuja mbele zako, tunakurudishia sifa na utukufu Bwana. Tunaomba rehema mchana wa leo Baba, utusafishe kwa damu yako. Rehema zako zitufuate, rehema zako ziwe juu ya maisha yetu. Tufinyange, utuweke huru, utusaidie katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba hata mtazamaji wetu mahali popote Bwana na tutazama, tunaomba hii neema na huu kibali chako, wacha Bwana kiweze kuwa juu ya maisha ya kila moja yoyote ambaye Bwana anafuatilia ibada hii. Tunaamini katika jina la Yesu Kristo, Roho wa Bwana utamnenea, Roho wa Bwana utafungua wengi, utawabariki na kuwainua. Mungu, tunajiweka mikononi mwako kwa masaa na dakika zile ambazo Mungu tutakuwa hapa. Bwana Yesu, utatusaidia, utatutenda mambo makuu. Tunajiweka uweponi mwako, tunageuka mbele zako, tunakaa katika neema yako. Amen. Tunajificha chini ya uvuli wako. Yes. Tunajificha chini ya ngome yako, maana wewe ndiye ngome yetu siku ya leo. Yes. Hatuna mwingine aliye kama wewe. Tunaikabidhi hata ibada ya worship. Yes. Ibada ya praise. Yes. Na ibada ya neno. Yes. Mungu, naomba ukaonekane. Yes. Ukajidhihirishe Bwana. Yes. Ukaponye wengi siku ya leo. Yes. Na kuwatendea mambo makubwa. Katika jina la Mungu Baba. Yes. Jina la Mungu Mwana. Yes. Na jina la Mungu Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amina. 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 Amen. Nataka niwashike ugeni mara ingine tena ili tuwe na ibada katika adhuhuri ya leo. Amen. Na najua ya kwamba tutaweza kubarikiwa. Nakaribisha waibaji waliofika kwa nyumba. Yes. Na najua ya kwamba tutaweza kubarikiwa na tutaweza kuendelea vizuri katika mipango yetu yote ya adhuhuri ya leo. Amen. Na kwa hivyo nataka nitangaze ya kwamba ushindi wa Bwana u pamoja nasi. Hallelujah. Na kwa dakika moja tu ili niweze kuhakisha kitu hapa. Yes. Na Mungu wetu azidi kutubariki na kutuinua. Apostle, unaweza ukaongea kidogo? Amen. Amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kuwakaribisha, karibuni sana, na huu ni wakati mzuri. Mungu ametusaidia, na wewe ambao unaendelea kutufuatilia, tunaendelea kukukaribisha kwa upendo mkuu kabisa. Karibu kabisa. Hii ndiyo siku ambayo Mungu ameifanya. Hii ni siku njema ambayo Mungu ametukusanya mbele zake ili tuje tumwabudu, tuje tumpatie shukrani, tuje tumsifu, tuje tujiachilie mbele zake katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo karibu sana, na nikutie nguvu tu ya kwamba siku ya leo ibada kama hizi haziwi ibada za kawaida. Ibada hizi zimebeba mambo makubwa sana katika maisha yako. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba karibia na weka imani yako, na najua ya kwamba Mungu ataenda kufanya kitu jioni ya leo na mchana wa leo na asubuhi ya leo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Asanteni kwa sababu ya wale ambao mko pale majuu, wale ambao mnatufuatilia kila kona katika taifa la Kenya, katika nchi tofauti tofauti, na umetega na unatufuatilia kabisa. Tuseme ya kwamba Mungu akubariki sana kwa sababu ya kufanya jambo la maana na jambo ambalo ni zuri. Amen.
Biblia inasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Ukimtafuta Mungu utamuona, na yeye yuko karibu sana na yuko mahali hapa kututendea mambo makubwa siku ya leo. Kwa hivyo karibuni sana katika jina la Yesu. Hata tunapoanza ibada yetu ya kuabudu Mungu na kumsifu Mungu, tunajua kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. 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 Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaenda kuongozwa kwa nyimbo za kuabudu na tutaweza kushukuru na Mungu wetu naye atapigia sifa. Yes. umeinuliwa juu.
Angalia Baba, angalia Baba, angalia Baba, sisi wana wako tunakuinua. Angalia Baba, angalia Baba, sisi wana wako tunakutukuza. Angalia Baba, angalia Baba, angalia Baba, oh angalia Baba, angalia Baba, angalia Baba, angalia Baba, oh angalia Baba, angalia Yahweh, angalia Baba, angalia Baba, Yesu angalia Baba, angalia Baba, angalia Baba, angalia Yahweh, oh angalia Baba, angalia Baba, angalia yatima Baba, angalia oh Yahweh, angalia Baba, angalia Yesu Baba, angalia Baba, angalia oh angalia Baba, angalia Baba, angalia Baba, Wewe ni mwema, tumekusanyika oh kwako Bwana. shalala basula bagaraba, Tunapenda kusema wewe ni mwema oh Bwana. shalia Unaweza madarada mambo yote shadara Yesu. basiri Hakuna ama Mungu aliye kama wewe. Jina lako liinuliwe Bwana. Umeabudiwa Bwana na utaendelea kuabudiwa Bwana. Kwa mioyo yetu Yesu. Kwa mioyo yetu Yesu. Umeabudiwa Bwana. Kwa mambo yote ambayo umetenda Bwana. Masuka bagada mashatara barabaraba. Wewe ni mwema, tunakutukuza Bwana, tunakuinua Yesu, tunakuabudu Bwana. Hakuna aliye kama wewe, adhuhuri ya leo wewe ni mwema, umetenda mambo ya ajabu. Hakuna aliye kama wewe, umeinuliwa Yesu, hakuna Mungu aliye kama wewe. ni kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda. Nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe,
kama wewe, nakupenda. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Nani kama wewe Bwana? Ninakupenda Bwana wa majeshi. Hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana. Unatenda mambo yote Yesu. Nakupenda. Ni nani? Nani kama wewe? Nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Anasema Nani kama hakuna mwingine aliye kama wewe? wewe. Nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Nani kama wewe Baba? Hakuna mwingine kama wewe Baba. Hakuna Mwenye nguvu kama wewe Yahweh. hakuna Oh, mwingine kama wewe Bwana. Hakuna wa uwezo kama wewe Baba. hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna Mwenye nguvu kama wewe Baba. hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna Waweza kama wewe Baba. Hakuna kama wewe. mwingine kama wewe Bwana. Hakuna Hakuna kama wewe Baba. hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna Yes, tumesema hakuna Mungu aliye kama wewe Hakuna Bwana. kama wewe Bwana. Hakuna Mungu anayeweza mambo ambayo wewe utenda Oh, Bwana. shalabazoka Tunakuinua Bwana wa majeshi adhuhuri ya leo. We worship you. We Tukisema worship wewe ni mwema. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Jina lako litukuzwe na liabudiwe Bwana. Wewe ni Mungu mwema kwa maisha yetu. Umetenda mambo ya ajabu. Tunakuinua Bwana. Tunajipeana kwako Bwana. Jipeane kwa Mungu wetu. Adhuhuri ya leo jipeane kwa Bwana. Jipeane kwa Bwana ili aweze kuendelea. Mwambie Bwana aweze kuendelea kuwa Mungu wako. Oh, Rabashanda Basaya. Shirabaganda Basaya Mashanda. Oh, Jesus, Jesus, Reketa Jesus. Masaya Mashanda. Unaweza. Shiriba Basaya Maseta Basaya. Rekama Masheta Masaya Mashanda. Reketa Rababa Sheta Masaya. Unaweza. Nimejipeana kwako adhuhuri ya Asante leo. Bwana. Ili Bwana uwe Mungu wangu. Yes. Uendelee kunijali Bwana. Yes, Lord. Uendelee kunitumikia. Uendelee kuwa pamoja nasi. Yes. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Shangilia Bwana tunapoenda Hallelujah. kuleta sifa.
Tunapoenda Hallelujah. kuleta sifa kwa Bwana. Amen. Shangilia Bwana. Ninapokaribisha mtumishi wa Bwana ndugu Mushiri aweze bado kukaribia kwa madhabahu ili akaweze kuwa pamoja nasi tunapoenda kumsifu Bwana. Na wale wengine wote tuweze kushiriki pamoja kwa kusifu Bwana, maana Mungu wetu ni mwema. Asante sana Baba, Mwokozi wangu. Mimi sitaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Mimi sitaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Nisaidie Baba, nisaidie Baba.
katiranga tena. Haleluya, katiranga tena. Haleluya, katiranga tena. Katika Yesu katiranga tena. Haleluya, katiranga tena. Haleluya, katiranga tena. Yesu Yesu mulaiko, 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 Yesu yanindanga, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu Yesu mwana wa Nyasaye tayanje. Mina wanje Yesu mlinda wanje. Mlinda wanje Yesu mlinda wanje. Yesu mwana wa Nyasaye mlinda wanje. Tayanje Yesu tayanje. Tayanje Yesu tayanje. Yesu mwana wa Nyasaye tayanje. Tumeendelea vizuri. Najua ya kwamba tumebarikiwa kuwa mahali hapa siku ya leo, na natarajia baraka za Bwana zitaendelea kuwa juu yetu, na kwa hivyo kila mtu najua atatoka kwa nyumba ya Mungu kama amebarikiwa na kama ameinuliwa, kwa sababu Mungu wetu ni mwema na ni wa baraka. Haleluya. Kuna wimbo inanifurahishanga sana, tunaimbaga, inaibagwa Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka. Yes, Mungu wetu anakuaga wa baraka, anakuanga Mungu mwema. Kila wakati anapokuwa pamoja nasi tunaenda mahali. Haleluya. Haijalishi hali yako ya sasa, lakini wakati Mungu ako pamoja na wewe, unaenda mahali unaenda. Kuna mahali unaenda. Kuna siku moja tu itafika. Haleluya. Yes, because the Bible says that when the right time will come, God will fulfill. Kuna maneno yako katika kitabu cha Yeremia 29. Yeremia 29 inasemanga ya kwamba Waisraeli walipokuwa wametekwa nyara, waliambiwa ya kwamba muendelee kupanda na muendelee kuoa na kuoana. Bwana Yesu apewe sifa. Na muendelee hata kuomba kwa ajili ya amani ya ile nchi ambayo mlikuwa mmetekwa nyara. Kisha wakaambiwa ya kwamba waweze kufanya hiyo mambo yote. Mstari wa 13 kama sikosei, sijui mtumishi wa Bwana kana kwamba uko na Biblia hapo unaweza ukasoma. Mstari wa Yeremia 29. Yes? Mstari wa 13. Na najua ndio
kuna kitu nataka niongee hapa, niweke hiyo maneno ambayo nimesema ya gufu. Hii fasi tunasoea sana kusoma Yeremia 29 mstari wa 11 yenye inasemanga, kwa maana najua mawazo ambayo nawaazia. Lakini kuna mambo mengi sana ningependa tu, kama wewe ni mtu ambaye anaamini Mungu, uendelee kutafuta kusoma hii Yeremia yote, kwa sababu iko na mambo mengi sana. Inasema aje mstari wa 16, na ninataka tu kuwe na maiki ili watu wasiweze kupotea, wale ambao tuko nao katika mtandao, na niweze kuwakaribisha kwa jina la Yesu, na ili waweze kuwa pamoja nasi kwa hii ibada, na wale ambao tumekuwa pamoja nao kutoka tulipoanzisha, mjisikie mkiwa huru, na mnaweza mkakomment na mkaandika kile ambacho Mungu anafanya, na hata kile mnafeel ya kwamba mnaweza taka tuweze kujua. Kwa hiyo mitandao yetu tuko on katika mtandao wa Pastor wa Birishiba pale ni YouTube, na tuko mtandaoni wa Facebook pale Mercy of Christ Ministry International Nairobi, na bado tuko katika mtandao wa Nakuru Mercy of Christ Ministries International pale Nakuru, na bado katika Pastor Elijah, na bado kwa mtumishi Mathias, naona bado tuko, na najua ya kwamba tutaweza kubarikiwa. So karibuni sana, tuendelee kwa neno. Neno linasema nini pale, mtumishi wa Bwana? Yeremia 29 mstari wa 16, Biblia inasema inasema, maana Bwana asema hivi katika habari za mfalme aketie katika kiti cha enzi cha Daudi, na katika habari za watu wote. Umesoma kuanzia mstari wa ngapi? Umesema 29:16. 13 anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Asema Bwana, nami nitarudisha watu wenu waliofungwa. Nitarudisha watu wenu waliofungwa. Nami nitawakusanya ninyi. Nitawakusanya ninyi. Nikiwatoa katika mataifa yote. Nikiwatoa katika mataifa yote. Na katika mahali pote. Na katika mahali pote. Nilikowafukuza. Nilipowafukuza. Asema Bwana. Asema Bwana. Nami nitaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Wow. Maana mmesema Bwana ametuinulia manabii huko Babeli. 16 inasema maana Bwana asema hivi katika habari za mfalme aketie katika kiti cha enzi cha Daudi, na katika habari za watu wote wakao ndani ya mji huu, ndugu zenu wasiokwenda pamoja nanyi, kufungwa. Fikisha hapo. Mungu aliahidi hawa watu atawatoa. Nilikuwa naongea nikakwambia kwamba mahali ambapo uko haijalishi, hiyo sio repo yako ati ya mwisho sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Maana hawa watu, maandiko hii mistari ukisoma, kuna mahali inasemanga wakati utakapotimia, mimi ndivyo nitakavyofanya hii maagano ambayo anaagana na Wanaisraeli hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwamba Mungu hakuwa anajua wako kwa utumwa? Ni kwamba hakuwa anajua mahali wametapakaa? Na kwa nini aliachilia hiyo time? Ni kwa sababu kuna nafasi yake sasa, na wakati wake ulio mwafaka wa kufanya. Nataka nikutangazie siku ya leo, haijalishi vile uko siku ya leo, haijalishi ni nini unapitia kwa sasa, inajalisha ya kwamba kana kwamba Mungu anajua. Mungu anakujua kwa hiyo mambo unapitia. Do God knows you? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana kama Mungu anakujua, yeye anaahidi wakati wake ukitimia wa kukutoa kwa utumwa, haleluya, utatoka. Hakuna mtu atazuilia.
Na hapo ndipo alisema ya kwamba kwa maana yeye anajua mawazo ambayo anatuwazia. Katika hiyo sasa Yeremia 29 mstari wa 11. Akasema ya kwamba anajua. Alikuwa anawaambia hata kama mnaona mnafinyiliwa, kaeni poa, kaeni mkijua ya kwamba mimi ndiye Mungu wenu na wakati wenu wa utumwa ukiisha, Bwana Yesu apewe sifa, nitakuja nitawakomboa. May the Lord give us the patience ili tuweze kuwa na hiyo nafasi ya kuvumilia kila wakati katika jina la Yesu. Nataka tuletewe neno la Bwana. Mimi sikuwa nahubiri, nilikuwa tunanena maneno kadhaa ili tuweze kupata kuwa tuna mwelekeo. Na hilo neno najua ya kwamba liko na mwelekeo wake, kwa sababu Mungu anapotazama, anapotuona juu mbinguni, hatutazami tu ovyo, anatutazama na anatuvalue. Anaona hawa watu wangu kuna vile sitaruhusu, haleluya, waweze kukaa katika hii hali katika siku zao za hapo baadaye, haleluya. Kwa hivyo haijalishi mambo mengi, inajalisha Mungu akuwe anakujua katika mambo yoyote ambayo unapitia katika jina la Yesu. Wengine tunapitia mambo magumu, wengine tunapitia mambo mazuri, lakini kwa hiyo hali wacha na Mungu aweze kuwa anakujua. Juu hata mazuri inaweza ikakutoa uhai. Bwana Yesu apewe sifa. Si tunaonaga watu wanaenda raha na wanakufa kwa raha. Yes, hata kitu kilicho kizuri ukifanya sana, walio bali wanaotusikia wa kila hii dunia mahali popote waliko, Bwana naomba ukaweze kuja na ili utunenee siku ya leo. Unapotunenea Bwana Mungu wetu, tutaweza kusikiliza na utusaidie Bwana, ili tukaweze kupata Bwana wa majeshi ile hali ya kuelewa na kujua mapenzi yako ili tuyatimize, nawe ulete baraka katika maisha yetu. Tukabidhi mtumishi wako kwako anapotuletea neno. Tunaomba Bwana ukaweze kumuongoza kwa mwongozo wako, na akaweze kuwa na nguvu yako, ili Bwana atakalo lifanya lituletee faida na liweze kushikwa sana na roho zetu. Tunambariki anapotuletea Bwana wa majeshi, uzidi kumuinua na kumfikisha katika level ya juu kabisa. Jehova Mungu, kama mapenzi yako yalivyo kwa maisha yake, tuomba aweze kuinuliwa katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen, amen. Karibu sana mtumishi wa Bwana Apostle Mathias, uweze kuendelea, na najua ya kwamba tutaweza kubarikiwa. Amen. Amen. Sini makofi mazuri kwa Pastor Elijah katika jina la Yesu. Amen. Wacha tumpigie makofi mazuri mahali ambapo uliko katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Na wasalimu watu walioko katika mtandao. God bless you. Mungu awabariki sana. Nashukuru Mungu kwa sababu yako. Asante kwa sababu ya kuendelea kutufuatilia katika lunch hour ya siku ya leo, na tunajua kwamba kuna mambo makubwa na mazuri ambayo Mungu anaenda kuyafanya katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Apostle Mathias. Nashukuru Mungu, na tuko hapa, inaitwa Mass of Christ Ministry International Nairobi. Kwa hiyo tuko live kabisa majira na masaa haya. Karibu, endelea kutufuatilia. Neema ya Bwana itakuwa juu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pia niwakaribishe walioko hapa. Mungu awabariki sana. Biblia inasema 2 watatu wanapokusanyika kwa ajili yangu, Biblia maandiko yanasema ya kwamba Mungu yuko hapo, na tunaamini ya kwamba siku ya leo na mchana wa leo Mungu yuko hapa, na yuko na muujiza wako, yuko na baraka zako, na maisha yako haitawahi kuwa vile ilivyo. Vile umekuja hautatoka vile uliingia. Mungu atakuwa amekubadilisha, na Mungu atakuwa amekusaidia katika jina la Yesu Kristo. Tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nilete neno la Mungu kwa dakika zile chache. Najua kwamba Mungu atatubariki na Mungu atatuongoza najua masaa yetu imeenda kabisa, na tutakuwa tuna dakika kidogo ya kusikiliza neno. Najua kwamba neno la Mungu ni msingi wa kila kitu. Chanzo chochote ambacho kiwa kinafaulu
na kinaenda mbali ni kile huwa kinaanza na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko yanasema Bwana ulituma neno lake. Kwa hivyo Mungu analiamini neno lake, kwa sababu neno lake ndiko lina nguvu ya kufanya jambo ambalo haliwezekani likawezekana katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee kitu kinachoitwa imani isiyozuiliwa. Imani isiyozuiliwa. Imani isiyozuiliwa. Nini maana ya imani? Imani inamaanisha, imani ni jambo la kiroho ni kitu ambacho tunaona ambacho hakionekani katika macho ya damu na nyama, lakini tunaiona katika jicho la kiroho. Imani ni kuona vitu ambavyo havionekani, unaona vya kwamba vinaonekana. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 1, Biblia inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwa, ni bayana ya vitu visivyoonekana vinakuwa vikionekana. Kwa imani ni kuona vitu katika ulimwengu wa rohoni, vitu ambavyo havionekani kwa macho haya. Bwana Yesu asifiwe sana. So mchana wa leo nazungumza imani ambayo haizuiwi. Na nataka tusome katika kitabu kile cha Marko, tuone mfano ama tujifundishe kwa mtu mmoja katika Biblia. Kitabu cha Marko 5:25, tushuke paka pale mstari wa 30. Nataka msomaji wangu anisomee kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Karibu sana. Marko 5:25. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 10. Sikiliza hii. Hii ni historia ya mwanamke ambaye aliteseka kwa muda mrefu sana. So nataka tuone pale imani ilifanya kazi gani. Na kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12. Na mwanamke mmoja wa kutokwa na damu kiasi cha miaka 12. Na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi. Na kuteswa kwa mikono mingi ya matabibu. Matabibu ni watu kama waganga ambapo alikuwa anaenda kutafuta tiba. Amegharamiwa vitu vyote alivyo navyo. Amegharamiwa inamaanisha mali zake, pesa zake zimeenda katika matabibu wale. Kusimfae hata kidogo. Biblia inasema pasimfae chochote kile. Bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Maandiko yanasema bali hali yake iliendelea kuwa mbaya. Aliposikia habari ya Yesu alipita katika mkutano kwa nyuma. Sikia sasa. Huyo maandiko yanasema aliposikia, imani yake. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 10:17, imani huja kwa kusikia na kusikia huja katika neno. Anasema aliposikia habari ya Yesu. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma. Maandiko yanasema alipita kwa mkutano kwa nyuma pale. Akaligusa vazi lake. Akagusa vazi la Kristo. Maana alisema nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Huyu mwanamke alisema ya kwamba nitapogusa tu vazi la huyu Yesu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona. Biblia inasema mara chemichemi ya damu ikafanya nini? Ikakauka. Akaona ya kwamba kuna kitu kimebadilika kwa maisha yake. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga songa? Na we wasema ni nani aliyekugusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo. Naye yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka. Akaingiwa na hofu ya kutetemeka ndani yake. Akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamueleza kweli yote. Akamwambia yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesoma katika kitabu hiko cha Marko 5:25 mpaka 30 pale. Hii ni historia ya mwanamke mmoja ambaye aliteseka
Biblia inasema kiasi cha miaka 12. Maandiko yanasema alienda kwa waganga, matabibu inamaanisha ni madaktari. Alizunguka kila mahali akitafuta tiba. Kwa sababu maandiko yanasema aliteseka kwa muda wa miaka 12 na alikuwa akitokwa na damu, alikuwa akibubujika na damu, damu ilikuwa ikimtoka. Lakini maandiko inasema aliposikia, akasikia kwamba kuna Yesu ambaye anaponya, Yesu ambaye anafungua maisha ya watu. Kwa sababu Yesu alipokuwa, maandiko yanatuambia Yesu alikuwa akifanya mambo makubwa na matendo makuu ya uponyaji. Maandiko yanasema aliposikia ya kwamba kuna Yesu ambaye anaponya, maandiko yanasema akaazimia kutoka ndani. Imani yake ikaanza kufunguka kutoka ndani, na akaanza kupiga hatua ya kusema ya kwamba maisha niliyo nayo, mateso niliyopitia, magumu niliyopitia. Maana maandiko yanatuambia kwamba alizunguka kwa waganga wengi, alienda kwa matabibu wengi, alipeana pesa zake, aliuza vitu vingi ili aweze kujisaidia, ili aweze kutoka katika ile shida, lakini hakuweza. Maandiko yanasema kadiri alipokuwa anaendelea kufanya vile, ndipo shida yake ikazidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile katika hali ya maisha saa hii, kuna watu mmepatana na mambo mengi sana. Umejikuta umezunguka kila mahali kutafuta suluhisho la tabu yako. Umezunguka kila mahali kutafuta namna unaweza toka katika hiyo shida. Wengine mmetumia fedha, wengine mmetumia gharama tofauti tofauti ili muweze kujitoa katika ile shida. Vile mnavyofanya ndivyo tu unaona shida inazidi, si tatizo linatoka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maandiko inatuambia huyu mwanamke akasikia ya kwamba Yesu anaweza. Imani yake ikaanza kufanya kazi, imani yake ikainuka ndani yake, akasema lazima nitaenda niguse tu upindo wa vazi la Kristo, ndipo maisha yangu itakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanatuambia kwamba huyu mwanamke akapenya katikati ya mkutano ule, akagusa upindo wa vazi la Kristo. Maandiko yanasema mara chemichemi ya damu ikakauka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio rahisi wapendwa, wakati Yesu anapita pale katika mkutano. Unajua ni kama mkubwa mahali apite. Na sio rahisi upite uende ukugusa mtu mkubwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa ni makosa unafanya. Lakini mwanamke alisema ya kwamba yatosha. Ile shida aliyopitia, magumu aliyopitia, changamoto alizopitia, akasema sasa inatosha. Lazima nichukue hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima nichukue hatua. Nitapogusa upindo wa vazi la Kristo, lazima damu yangu itakauka, msiba wangu utaisha, chemichemi ya damu itaisha. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, wacha niwaambie, haijalishi ya kwamba umeteseka kwa muda gani, haijalishi ya kwamba umepitia magumu ya namna gani, haijalishi ya kwamba uko na mzigo wa namna gani, haijalishi ni mambo gani ambayo yamekufuata katika maisha yako na umehisi ya kwamba umefika mwisho, wacha nikuambie ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza. Kuna Mungu ambaye anaweza fungua hiyo shida yako. Kama huyu mwanamke damu yake ilikauka, msiba wake ukaisha. Huyu mtu, Biblia inasema ya kwamba, unajua mtu kama huyo anaitwa ni kama najisi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye hana ushirika na hawezi kukaa na watu, hawezi kukaa mahali. Inasikana kuna watu labda walimtenga, inasikana ndugu walimtenga kwa sababu ya ile shida aliyokuwa nayo. Lakini maandiko inasema wakati aliposikia kuna Yesu asiyeshindwa, Yesu anayeponya, Yesu anayefungua vifungo, Yesu aliyeweka huru wengi, maandiko inasema akasema lazima nitapogusa upindo wa vazi lake maisha yangu itafunguliwa, nitawekwa huru. Nami nimekuja kutangaza katika jina la Yesu Kristo, hakuna tatizo ligumu mbele za Bwana, hakuna jambo ambalo Mungu anashindwa. Imani yako, Yesu akasema mkiwa na imani kidogo sana, kama
punje haradali. Maandiko yanasema milima itahamishwa katika maisha yako. Sijui ni jambo gani ambalo limekutesa mchana wa leo, lakini nimekuja kuambia kwamba kuna Mungu ambaye anaponya, Mungu ambaye anafungua, Mungu ambaye anaweka huru watu, Mungu ambaye anasaidia watu. Haijalishi miaka mingapi umeteseka, haijalishi miaka mingapi umepita katika hiyo shida, lakini nimekuja kuambia haya ni majira ya uponyaji wako, ni majira ya ukombozi wako, ni majira ya kuwekwa huru. Lisilowezekana kwako Mungu anaweza, lililogumu kwako Mungu ni rahisi. Chochote ambacho kimekuelemea Mungu atakusaidia. Kama Mungu alisaidia huyu mwanamke, Yesu akamponya, na maandiko yanasema ya kwamba Yesu akamkazia macho, akamwambia, binti yangu, imani yako imekuponya, imani yako imekuponya, enenda kwa amani na usitende dhambi tena. Nimekuja kuambia mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo, haijalishi uko wapi, haijalishi umefika wapi, haijalishi umekata tamaa, haijalishi umepitia ugumu wa namna gani, nimekuja kuambia Yesu atakuponya, Yesu atakusaidia, Yesu atakuokoa. Kama tukiona mfano mwingine, kuna mtu katika maandiko anaitwa Bartimayo. Bartimayo tunasoma hadithi yake katika kitabu cha Marko 10 pale. Tunaona huyu jamaa alikuwa ni kipofu wa kuona, hakuwa na uwezo wa kuona. Maandiko yanasema alikuwa pale akiombaomba, anaomba watu chakula, anaomba pesa, lakini maandiko yanasema aliposikia Yesu katika harakati za kuhubiri kwake, Biblia inasema ya kwamba Yesu akapita pale. Bartimayo akauliza, ni nani huyu anapita? Wakamwambia, huyu ni Yesu. Maandiko inasema Bartimayo akapaza sauti akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Huyu Bartimayo hakuwa na uwezo wa kuona, macho yake ilikuwa imefunga, lakini imani yake ikainuka juu, imani yake ikaanza kufanya kazi. Akasema, sasa inatosha, inatosha kuwa hapa chini, inatosha kuombaomba, inatosha kupewa vyakula na watu. Nataka sasa niamke nikafanye kazi zangu, wacha niamke nikafanye kile kinafaa. Maandiko inasema Yesu aliposikia ile sauti, Yesu akasimama akasema, ni nani huyu ananiita? Wale wanafunzi wake, Biblia inasema wakamwambia, nyamaza, huyu ni mtu mkubwa anapita pale. Lakini Bartimayo hakunyamaza. Maandiko inasema aliendelea kupaza sauti akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Maandiko inasema Yesu akamwambia, mleteni huyo. Wakaenda akamchukua pale. Yesu akamuuliza Bartimayo, ni nini unataka? Bwana Yesu asifiwe. Bartimayo akamwambia, nataka kuona, nataka nione. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akamwambia, pokea kuona, na kutoka leo utaona. Na nimekuja kutangaza kwa jina la Yesu, hata kuna watu tuko mahali hapa tumeishi na upofu katika maisha yetu. Tumekuwa na upofu. Upofu si macho peke yake. Upofu ni chochote ambacho unafanya pasipo kujielewa, pasipo kujua kile unafanya ni sahihi ama sio sahihi. Sinaomba Mungu katika jina la Yesu mchana wa leo, kila upofu kwa maisha yako Yesu aufungue leo. Uanze kuona, ona baraka zako, ona kesho yako, ona hatima yako, ona ndoa yako, ona uchumi wako, ona mahali ambapo Mungu anataka uone. Kama Yesu alifungua macho ya Bartimayo, nimekuja kutangaza hata wewe utafunguliwa, hata wewe utaanza kuona tena. Ninatabiri kwa jina la Yesu mchana wa leo, ninafungua macho yako, yaanze kuona hatima yako, yaanze kuona kesho yako, yaanze kuona baraka zako, yaanze kuona mambo makuu katika maisha yako. Hii ni imani isiyozuiliwa kutoka siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wacha nikuambie, wacha kujidharau. Huyu Mungu bado anakuona. Maandiko inasema ya kwamba chochote kile tutachoamini, chochote kile tutachoomba kupitia imani zetu, lazima Bwana atatenda. Kwa hiyo haijalishi ya kwamba imani yako inatoshana namna gani, amini
amini tu Mungu, hiyo shida yako itaisha, hiyo tabu yako itaisha, huo ugumu unaopitia utaisha, hiyo changamoto unayopitia itaisha. Hakuna jambo ambalo litasimama katika maisha yako kutoka siku ya leo. Nimekuja kukuombea kwa jina la Yesu. Bwana akupe imani, Bwana akupe imani. Hata wakati huo inawezekana uko chini mahali, inawezekana umekata tamaa, inawezekana uko na mzigo ndani yako, inawezekana uko na maumivu mengi katika maisha yako. Wengine mmetendwa mambo mengi sana hata katika familia zenu, lakini nakuombea, endelea kuamini Mungu. Imani yako, Mungu atakutoa hapo, Mungu atakusaidia. Hakuna jambo ambalo ni gumu. Wengine mko mahali hapa, mumeambiwa taarifa nyingi na madaktari, mmeambiwa ya kwamba hili tatizo lako halitapata ukombozi, hili tatizo lako halina uponyaji. Nimekuja kutangaza kama mtumishi wa Bwana, lazima utapona kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna ugonjwa ambao utakaa katika maisha yako, kwa sababu Mungu hajakuumbia magonjwa, Mungu amekuumbia afya. Afya ni urithi wako. Biblia inasema ya kwamba wapenzi, naomba mfaulu, wapenzi naomba mfanikiwe na muweze kufanikiwa na kuwa na afya yenu. Ndivyo ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Mahali umekuwa chini, Mungu akuinue tena. Mahali umechoka, Yesu akushike mkono, Yesu akukomboe. Mahali ambapo umekataliwa, na kuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu akuvushe hapo, akusaidie, akutetee, akushikilie, akutoe mahali ambapo ni pagumu, mahali ambapo umedharauliwa, mahali ambapo heshima yako imepotea. Leo natabiri heshima itakurejea katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wacha nikuambie mpendwa, huyu Mungu ni wa ajabu. Huyu Mungu anatuwazia mambo makubwa. Huyu Mungu anatuwazia mambo mema. Huyu Mungu anatuwazia kushinda na kufaulu katika maisha yetu. Tusikate tamaa, wacha tuendelee kuamini, wacha tuendelee kuweka imani zetu kwa Mungu. Kila siku, kila wakati, Mungu anatazamia imani yako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka tuendelee kuamini, tuweke imani zetu zaidi. Tusio watu wa kuvunjika moyo, tusio watu wa kukata tamaa mapema. Kuna jambo Mungu anaenda kukusaidia, kuna jambo Mungu anaenda kukutembelea, kuna kitu kinaenda kufanyika katika maisha yako. Mungu anatazamia imani yako, Mungu anatazamia mahali ambapo ulipo. Tunaona katika hata hadithi ya Ayubu. Huyu Ayubu alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa kipenzi cha Mungu sana. Mungu alikuwa anamfurahia sana Ayubu. Maandiko yanasema kuna mambo ilijitokeza pale. Maandiko yanasema wakati shetani alipoenda mbele za Bwana, akamwambia Mungu, tazama mtu wako Ayubu. Mungu akamwambia, shetani akamwambia Mungu, kwa sababu umemwekea tu kale ukaukingo na kaulinzi pale, lakini wakati utakaondoa huyu mtu atakusaliti. Maandiko yanasema kwa Mungu akamwambia shetani, ni kweli vile umesema, lakini nimekuruhusu kwa jambo moja. Nenda kaguse chochote kilichoko kwake, lakini usiguse jambo moja tu, usiguse moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hata wakati Ayubu alipopitia magumu yale, Mungu alikuwa pamoja naye. Mke wake alijaribu kuinuka kutaka kumkatisha tamaa Ayubu asisimame na Mungu. Yule mwanamke anamwambia Ayubu, kwa nini wateseka hivi? Si ukufuru huyu Mungu na ukufe. Ayubu akaendelea kumtazamia Bwana hata katika ugumu alio nao, imani yake ikazidi kuinuka. Maandiko inatuambia katika kitabu cha Jobu, Ayubu 42:12, Biblia inasema mwisho wa Ayubu ulikuwa mkubwa sana kuliko vile alianza. Ninakuombea kwa jina la Yesu. Sijui wapi unapitia, sijui wapi ambapo umefika chini, sijui wapi ambapo umekatishwa tamaa, sijui ugumu ambao uko nao, sijui maumivu ambao ulio nayo. Hata inawezekana kuna watu uliwaamini sana, lakini wamekuharibia maisha yako. Ninakuombea kwa jina la
Yesu. Mungu akusaidie. Kama Mungu aliweza kutembea na Ayubu, na Ayubu akamaliza vizuri, Biblia inasema ya kwamba mwisho wa Ayubu ulikuwa mkuu sana kuliko vile alianza. Maandiko yanasema Mungu akampea watoto wazuri, akamrejeshea double. Sina kuombea kwa jina la Yesu, hata we Bwana akukumbuke, hata we Mungu akusaidie, hata we Mungu akutetee, hata we Mungu akuinue mahali ambapo uko chini, hata we Bwana akusaidie. Usiangalie mahali uko sasa, anza kumwangalia Bwana katika shida yako, umtazame Bwana. Ndio maana Daudi anasema nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Nimekuja kutia moyo mtu mmoja mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Wacha kufika mwisho mpendwa. Yesu anakupenda. Yesu anakuwazia mambo makubwa. Yesu anakuwazia ushindi. Yesu anakuwazia kukubariki. Yesu anakuwazia mambo makubwa. Wewe si bure. Wewe si mtu ambaye hufai kujikatia tamaa. Mungu amekuumba kwa kusudi, na mpango wa Mungu uko pale pale. Kusudi lake liko pale pale, lazima litatimia. Usiangalie saizi uko chini, usiangalie hauna kazi wakati huu, usiangalie hauna pesa wakati huu. Majira yako yanakuja, majira ya kuinuliwa yanakuja, majira ya kufurahia yanakuja, majira ya kupata kazi yanakuja, majira ya kumiliki fedha yanakuja kwa maisha yako. Si nimekuja kutia moyo mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuinua imani, inua imani kwa Mungu wako, wala usiyumbishwe na kitu, wala usikatishwe tamaa na kitu chochote. Kama Mungu aliweza kusaidia huyu mama, hata wewe atakusaidia. Kama aliweza kusaidia Bartimayo kipofu, hata wewe atakusaidia. Kama aliweza kubadilisha maisha ya watu wengi katika maandiko, katika Biblia, ni jambo gani ambalo Mungu hawezi kufanya kwa maisha yako? Ni jambo gani ambalo Mungu hawezi? Wacha nikuambie, kila jambo Mungu anaweza. Biblia inasema chochote ambacho ni kigumu kwetu, kwa Mungu kwake ni rahisi sana. Ndio maana Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo iliyo mizito, nami nitawapumzisha. Katika jina la Yesu nataka niombe mchana wa leo, tunapotaka kumalizia, ya kwamba Mungu atupe imani, Mungu atufanye watu wa imani, maisha yetu yawe ya imani, mawazo yetu yawe ya imani, kunena kwetu tuwe watu wa imani, kulala kwetu tuwe watu wa imani, kila jambo tunafanya wacha liwe la imani katika jina la Yesu Kristo. Sinataka uweke mkono wako kwa kifua wakati unapokuombea. Bwana akupe imani katika hali ngumu, katika jangwa ambalo unapitia. Ninaomba imani ya Bwana iumbike ndani ya maisha yako. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Wacha tusaidie, tuwe watu ambao tutaamini zaidi, tuwe watu ambao hatutakuwa chini tena, tuwe watu ambao hatutaangushwa na mambo, tuwe watu ambao tutasimama kwa ujasiri, tutasimama kwa ujasiri, tukijua ya kwamba Bwana atatenda, hata kama itachukua muda, lakini Bwana atatenda kwa wakati wake, atatenda kwa muda wake. Na kuombea, pokea imani, pokea imani ya Bwana, pokea imani kwa maisha yako, pokea imani nyumba yako, wacha iwe na imani kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo Baba tusaidie, Baba tusaidie, tuwe watu ambao tutaamini, tuwe watu ambao tutatembea na imani Bwana. Eshadabagadabazeria, maana umesema wewe unapendezwa na watu wenye imani, wewe unafurahishwa na watu wenye imani, wewe ni marafiki na watu wenye imani. Mungu tusaidie, wacha tukuamini kila siku Bwana, wacha tutembee na imani. Eshatarabazeria remashatarabazaya. Mchana wa leo na nenea maisha ya mtu, mchana wa leo na nenea mama mmoja, na nenea mzee, na nenea kijana. Akupe imani Bwana, akupe imani. Nasema pokea imani ya Yesu.
Yesu iwe juu yako. Mungu akufungue, Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe. Kuna mambo lazima yaondolewe katika maisha yako. Kuna vitu lazima vinyauke katika maisha yako. Kuna mambo lazima milima iondoke katika maisha yako. Eshatarabazaya rekabaganda bazaya remashataraba. Kwa jina la Yesu nimekuja kutangaza, utainuka tena, utainuka tena. Wacha kudharau imani yako, wacha kuiona imani yako ni duni. Imani yako sio duni, Mungu anaiona, Mungu anaitumia. Shakabaganda bazeria rimasokataraba rekabaganda bashanda baya rekamandara seria. Inuka sasa, inuka kwa ujasiri. Ingia kwa muujiza wako, ingia kwa baraka zako, ingia kwa uchumi wako katika jina la Yesu Kristo. Oshadabagadabazaya. Baba, ni asante kwa mchana wa leo. Tunaliamini jina lako Bwana. Ninaomba kupitia imani hii maisha wengi yakafunguliwe, maisha ya wengi yakapone. Walio wagonjwa mahospitali, ninanena uponyaji wa Yesu katika jina la Yesu. Wewe ambaye uko chini, pokea kuinuka tena in the name of Jesus Christ. Ninavunja kila ugonjwa, ninakemea kila pepo la magonjwa, halitakuwa juu ya maisha yako. Yesu akukomboe na Yesu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya ibada yetu ya siku ya leo. Asante kwa kutunenea, asante kwa kunena na maisha yetu. Asante Yesu. Ndivyo tunaamini kutoka saa hii na wakati huu Bwana, maisha yetu yatahamishwa. Tutakuwa watu wengine, tutakuwa watu ambao tumebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini, tuseme amen. Pigia Yesu ambapo ulipo katika jina la Yesu. Bwana wabariki sana. Bwana Yesu awatendee mambo mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuamini, amini tu, muujiza wako uko njiani katika jina la Yesu, amen. Karibu Pastor Elijah, tumpige makofi mazuri katika jina la Yesu, amen. Amen. Yes, kwa hakika tumebarikiwa na neno la Mungu ni la ukweli sana. Nilikwambia usitaabike moyoni hata kama uko situation gani. Mungu ndiye hutoa mtu kwa hiyo situation. Na hilo neno nimeconnect sana na vile ambavyo nilivyonena, kwa sababu tumeambiwa ya kwamba hata kama Bartimayo alikuwa na uwete kwa miaka mingi, haikuzuia, hakuna kitu ilimzuilia aweze kuinuliwa. Siku yako inafika na siku yako imefika. Yule mama tukaambiwa ya kwamba miaka 10 na ngapi, 12, ametaabika, ametumia kila kitu yake, lakini Mungu alipokuja akabadilisha hali. Kuna mzee aliyekuwa kiziwa mahali pale, alikuwa anakaa miaka 38, na alipopitwa pale na Yesu alipopitia kwake hivi, akaamuka na godoro lake akabeba akaenda nyumbani. Haleluya. Mungu wetu anaweza kubadilisha mambo na hali zote zetu, na najua ya kwamba tumebarikiwa. Tumefikisha kikomo cha ibada zetu za siku ya leo, na kwa hivyo natarajia ya kwamba tumebarikiwa, na mahali pale ambapo uko ujisikie ukiwa huru kusema kila kitu. Sasa nataka tuweze kutoa sadaka zetu, na kwa maana ni vizuri, ni mshiri utaleta ile kikapu, utaweka vizuri, unaweza ukaiweka hapo. Na kama wewe uko hapo online unasikia ya kwamba umebarikiwa na unaweza taka kutoa sadaka zako na ubariki hii huduma ambayo tumekuwa nayo, ambayo tunakuletea hilo neno, na tumekuja hapa ili tuweze kuhakikisha kwamba umepata hiyo chakula ya kiroho. Unaweza ukatumia till number ambayo inaonekana hapo kwa pulpit. Kuna till number iko hapo, naona kamera inaiona vizuri, ndio
ndio 50 10 90 9. So ni 50 10 909. Na Mungu wetu ni mwema na utaweza kubarikiwa. Pia sisi ambao tuko hapa, unaweza ukatumia hiyo namba kutoa sadaka yako, na bado unaweza kubarikiwa, na bado walio na cash wanaweza wakaleta hapa mbele, na ili tukaweze kubarikiwa pamoja. Utaenda tu pale, uende kwa paybill, kwa buy goods, uweke 50 10 909, na utaweza kuweka amount yenye itakubariki, na Mungu wetu atazidi kufanya kazi yake katika mahali hapa. Kwa hivyo walio mahali pale, unaweza ukatoa na hiyo njia, na Mungu wetu atazidi kutubariki na kutuinua. Haya. Yes, tuweze kubarikiwa. Na sasa najua hakuna lingine. Tumeshamaliza ibada zetu za saa hii za mchana, na hadi wakati sasa tutapatana kwa ibada ingine, nataka niweze kuwaaga na ili tukaweze kubarikiwa pamoja hiyo wakati mwingine. Na najua ya kwamba tutaweza kuwa na nafasi ingine, na tutaweza na surface yetu mahali hapa. Na kwa sasa tuweze kusema, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit